akamsalimia pale, ila mama hata salamu yenyewe hakuipokea. Unafanya nini hapa? Wazazi wako wanajua upo hapa? Ndio wanajua mama, nipo hapa kumuona Ahmed. Kuna assignment nataka nimpe. Oh, kumbe. Ila unaweza ukanipa mimi nikampatia baadaye. Ahmed akafika pale akasema nitaichukua mwenyewe mama. Naomba dakika 5 peke yake. Mama akapiga jicho baya kisha akaondoka, akaamua tu kuwapisha. Leila kaja kumwomba Ahmed amsamehe kwani alimhukumu kwa makosa ambayo hakufanya. Lakini pia akamuuliza kwa nini alimsaidia. Na kwa nini alisema alichukua simu ingali hakuichukua. Alisema hivyo ili kumlinda Leila tu. Ahmed akasema ni kwa sababu anampenda sana Leila. Pia hajui kwa nini anampenda Leila kwa kiwango hicho. Naweza kukuuliza swali pia? Leila akasema ndiyo. Kwa nini yeye? Kwa nini ulimpenda Mr. Marcus na sio mtu mwingine tofauti kabisa? Kwa nini hukumpenda hata mwanafunzi mwenzako? Leila akasema yeye mwenyewe hajui alimpendea nini. Yaani alijikuta tu tayari kashazama kwenye penzi na Mr. Marcus. Leila, lakini kakuzidi umri parefu sana. Najua hilo. Alafu umesikia kesho tunaenda kituo cha polisi kama kundi. Tunaenda kwa pamoja yani. Ndiyo najua. Elijah aliniambia kila kitu. Leila anasema anaogopa sana kwenda huko kituo cha polisi. Ila Ahmed akamtuliza akamwambia kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Wala asiwe na wasiwasi juu ya hilo kabisa. Katika kubembelezana pale mambo yakajipa bana na kisi yakafuatia. Ukumbuke mama aliwapa dakika 5 peke yake. Kwa huku yupo Elijah na mpenzi wake Shalewa. Na wenyewe walikuwa wanaongelea swala lile la kwenda kituo cha polisi kama kundi. Lakini pia Elijah akamwambia Shalewa atakwenda shule ya kijeshi baada ya huu muhula kuisha. Ndivyo wazazi wake walivyoamua na hawezi kulipinga hilo. Ndio kama wanaagana vile, maana hawajui hata kinachofuatia baada ya kuambia polisi mkasa mzima. Tunarudishwa tena usiku wa ile pati Ahmed na Efe walivyokwenda kuwatimua watu na kuwaambia pati imekwisha. Na walitumia blanket kuufunika mwili wa Mr. Marcus. Huku kwa kina Chinasa leo kaandaa kila kitu kizuri ambacho anajua mama yake huwa anapenda kula. Meza imependeza kinoma yani. Chinasa, yote hivi umeandaa mwenyewe? Ndiyo mama, nataka ujue ni kwa namna gani na kupenda mama yangu. Hata mimi naona. Umetoka shule muda gani na kuandaa vyote hivi? Chinasa akasema alipangilia muda wake vyema tu. Mama kanawa kutaka kuanza kula. Subiri mama, hatujaomba mama. Chinasa leo kawa wa ajabu sana mpaka mama akawa anamshangaa. Ni huyu mwanangu ninayemjua kweli? Chinasa akaanza kuomba pale. Tunashukuru kwa zawadi ya uhai, tunashukuru kwa zawadi ya chakula. Tunashukuru pia kwa jinsi ambavyo unatufanya tuishi kwa amani na furaha. Si kwa nguvu zetu wala kwa akili zetu. Nje vikasikika ving'ora vya polisi na mlango ukawa unagongwa. Chinasa, kuna mtu mlangoni. Kwani Chinasa anaelewa basi. Ndo kwanza anamshika mama yake mkono kwa nguvu. Huku anakoleza maombi. Ni kama Chinasa kashajua kinachokuja vile. Mama naye akaona, mbona sio kawaida hii. Asante Mungu kwa kunipa mama anayejali na mama anayejua thamani yangu. Alinishika mkono kwa hali zote, alipambana kunisaidia. Nimemweka kwenye matatizo mengi sana, lakini bado alikuwa upande wangu kuhakikisha mimi mwanaye nabaki salama. Hata kama sitakuwepo leo na kesho, usiondoe amani iliyopo ndani ya moyo wa mama yangu. Mfanye endelee kuwa na furaha na amani tele. Mlango unagongwa kwa kasi kweli. Mama akatoka kwenda kufungua ule mlango. Hata alivyotoka, Chinasa bado alikuwa anaendelea kuomba tu. Mama akauliza, mnataka nini? Mnagonga kama kwenu. Kumbe walikuwa afisa wa polisi bana.